Nilikuwa binti mdogo tu pale ambapo nilipompoteza baba yangu. Nilipoteza tumaini la maisha. Maisha yangu alibadilika ghafla. Lakini sikujua nyuma ya kifo kile kulikuwa kuna siri nzito. Fuatilia kisa hiki ili uweze kujua siri hiyo. Ndugu wajumbe, leo tuna kikao muhimu cha kumteua mkurugenzi mpya wa bodi. Ndiyo mwenyekiti, wagombea wote wamewakilisha sifa zao na mapendekezo yamepitishwa. Baada ya kupitia uwezo, uadilifu na uzoefu wa wagombea, nampendekeza Mr. Mabondo kuwa mkurugenzi wa bodi. Nashukuru sana kwa imani mlionipa. Naahidi kufanya kazi kwa bidii na kwa uaminifu mkubwa ili kuweza kuifanikisha kampuni iweze kufikia malengo yake. Hongera sana mkurugenzi, kazi inaanza leo. Asante sana mwenyekiti, sintoangusha. Yaani hata siamini kilichotokea. Yaani juhudi zote zile nilizofanya, lakini hata sijateuliwa. Sikubali nakwambia. Hii haiwezekani. Hii nafasi ilikuwa ya kwangu kabisa. Nimefanya sana mambo mengi. Mwenyekiti samahani. Bila samahani Madam Chipo. Ina maana mmeridhia kabisa kumteua Mr. Mabondo kama mkurugenzi wa bodi. Hivi mnajua kwamba Mr. Mabondo alikutwa na ile kashfa ya wizi wa pesa nyingi sana kwenye hii kampuni? Au mmelisahau hilo? Lakini Madam Chiku, hiyo si ilifuatiliwa na kuonekana kwamba hana hatia. Mr. Mabondo ni mchapaji kazi sana. Hana shida yoyote. Naamini ataifikisha hii kampuni sehemu nzuri sana. Haya, mimi nimesema tu. Mimi nimefanya tu kutoa mapendekezo yangu. Baadaye sisi tukalaumiana jamani. Wao, baba. Yaani leo umechelewa kazini. Nimekusubiri sana muda mrefu. Natumai umebeba zile chokoleti zangu. Yaani mwanangu, yaani unawaza tu chokoleti. Ndiyo baba, si uliniahidi? Uliniahidi mwenyewe kwamba nikishika nafasi ya pili darasani au ya kwanza utanunulia. Haya, ziko wapi? Mimi tayari nimeshafanya majukumu yangu. Bado wewe. Naomba chokoleti zangu bwana. Yaani mwanangu, una vituko sana wewe. Nenda basi kwanza kamuite mama yako. Nina habari njema ya kuwapa. Sawa baba. Mama, baba anakuita. Jamani, baba yako naye ni msumbufu. Sio na mimi napika. Mama, twende bwana. Baba amesema ana habari njema. Haya, nakuja sasa hivi. Pole na kazi mume wangu. Asante mama Jeni. Vipi, umeshindaje hapa? Tupo salama kabisa. Ndo kwanza nilikuwa kwa jikoni naandaa chakula. Nimesikia kuna habari njema ambayo unataka kutupa. Ndiyo mke wangu. Yaani uwezi amini, leo nimeteuliwa kuwa mkurugenzi wa bodi. Nimepandishwa cheo mke wangu. Asante Mungu. Hongera sana mume wangu. Mungu ametenda. Na kuombea sana mume wangu. Na unastahili hiyo nafasi kwa sababu mke wako na kuweka sana kwenye maombi. Na wewe ni mchapakazi sana. Asante sana mke wangu. Vipi Jeni, mbona unipongezi baba yako? Hongera sana baba jamani. Natumaini sasa hivi unaenda kupata pesa nyingi. Alafu utatimiza ile ahadi yako ulikuwa unaniambia kila siku kwamba mimi nitasoma nje ya nchi. Si kweli baba? Jeni mwanangu, uache vituko tu. Yaani baba Jeni, huyu mwanao ni ana vituko. Yaani Haya basi, kwa kuwa leo nina furaha sana, inabidi nikutoke na nyie auti, au mnasemaje? Sawa tu mume wangu. Ngoja mimi nikajiandae. Haya Jeni, nenda na wewe kajiandae, usisahau kuvaa koti. Yaani leo nimechoka, nimevurugwa. Nenda kwanza kaniletee whisky yangu. Mama, upo sawa kweli? Umepatwa na nini leo? Yaani ile kampuni ni ya kishenzi sana. Pamoja na kujitolea kwangu kote, kufanya kazi kwa bidii,
kutoa muda wangu, lakini naonekana fala kabisa, mjinga. Nilitegemea leo mimi ndo nitateuliwa kuwa mkurugenzi wa bodi, lakini wapi, wamemteua Mr. Mabondo. Yaani nimekasirika sana. Mama, tulia basi, presha yako itapanda ujue. Kwanza kubali matokeo, wakati wako mama ukifika utachaguliwa tu. Tulia bana. Yaani ujui tu nilivyoumia wewe. Kwanza nilikuwa nategemea nafasi ili mshahara wangu uweze kuongezeka niweze kukulipia ada. Wewe unataka kusoma nje ya nchi wewe? Yaani umekaa hapo tu unaongea. Ndiyo, naelewa mama, ila kwa sasa nenda kalale upumzike kwanza, tutaongea kesho asubuhi. Mimi naona wewe ndio ungeenda kulala. Alafu naona umesahau nilikwambia uniletee whisky yangu. Hongera sana bwana Mr. Mabondo kwa kuwa mkurugenzi wa bodi. Yaani unastahili kabisa hii nafasi. Asante sana Madam Chiku. Ngoja basi tukaendelee majukumu ya kazi Madam Chiku. Sawa, na mimi nipo ofisini. Sophie, natoka mara moja. Mtu tu akiniulizia mwambie tu nimetoka mara moja, nitarudi muda sio mrefu. Madam, wapi mapema hii? Sophie mdogo wangu, kuna jambo muhimu sana la kwenda kufanya. Kwa hiyo utanisaidia, sijaga kokote kule. Kwa hiyo nikiuliziwa tu na bosi, mwambie kwamba ninarudi muda sio mrefu. Nadhani umenielewa. Sawa madam. Madam, mimi nimeshakuelewa. Hii kazi ni ndogo sana. Kazi imeisha. Vijana wangu wanaimaliza. Wewe sema lini unataka kazi ishe? Na hapa siku 3 tu. Kazi yangu imeshaisha. Limesha lo madam. Naomba advance. Saa 12 jioni uje ufuate hiyo pesa. Same location. Na kuaminia Chris hautoniangusha. Madam, mbona imeisha hiyo? Hiyo kazi ndogo sana. Madam Chiku, upo sawa kweli? Nipo sawa, kuna kitu nimesahau. Kwanza nikakiangalia mara moja. Ina maana vijana ni wajinga kiasi hicho? Yaani ina maana wamenidanganya mimi. I see. Yaani hata sijui nitafanyaje. Ngoja kwanza nikamfuate Chris sasa hivi. Kwa nini unanifuata ofisini Chris? Madam, nimekuja kumalizia pesa yangu. Kazi si nimeshamaliza. Hivi unajisikia kweli wewe? Kazi gani uliomaliza? Wakati Mr. Mabondo yupo ofisini kwake. Mzima wa afya. Haumwi hata kidonda. Nini? Ina maana vijana hawajafanya kazi? Nikuulize wewe mwenzetu. Aya, upesi. Potea kwanza ofisini hapa. Sina mazungumzo na wewe. Kijana, una uhakika itafanya kazi? Kwa haraka sana madam, niamini mimi. Asante sana kijana. Alafu Mr. Mabondo, tukiwa amekupromoti kuwa mkurugenzi wa bodi, sija hata kukutoa au kukupongeza jamani. Unaonaje leo lunch ikawa juu yangu? Kweli madam? Kweli, kwani uniamini au? Na kuamini. Twende basi. Karibu chakula Mr. Mabondo. Au hujakipenda? Mbona hauli? Nimekipenda sana of course. Yaani wanapika sana vizuri hapa unajua. Mke wangu tumbo linaniuma sana. Jamani Bajeni, umekuaje? Limekuanza saa ngapi? Kaniletee maji. Jeni mwanangu, twende tumpeleke babako hospitali. Hali yake ni mbaya sana. Nyanyuka twende. Mama, baba amekuaje? Wewe. Twende, gari tayari imeshafika. Twende.